Hebu tuangalie katika paredi kati ya Simba na Yanga, paredi ipi ilikuvutia na kwa sababu zipi ilikuvutia paredi hiyo? Paredi ile ilinivutia ni ya Simba kwa sababu Simba wametoa taarifa ya paredi yao kwa muda mfupi, ilikuwa ni siku ya fainali baada ya kuwa wametawazwa kuwa mabingwa kombe la FA. Ndipo msemaji wa Simba akatangaza kwamba kesho tutapita, aliwaelekeza tu kwamba tutatoka airport, tutapita njia hizi hivyo. Kwa hiyo hakukuwa hamasa ambayo kuchukua wasanii na kuandaa mashabiki, lakini inaonekana paredi la Simba lilipana na lilikuwa na watu wengi kuzidi la Yanga, hali ya kuwa Yanga walikuwa wamejiandaa na kuleta wasanii wachekeshaji ili kuwavutia watu, lakini unaona paredi la Simba lilipitia na lilijaza watu vizuri. Yanga moja ya njia ambazo walipita njia ya Msimbazi na msemaji wao Ally Kamwe alionyesha jagi kwa ishara ya kuonyesha kwamba ndio ubingwa ambao mmeuchukua. Hivi ishara ile ambayo alionyesha Ally Kamwe, kama wewe shabiki wa soka ulichukuliaje kitu kama kile? Mimi kama shabiki wa soka ambaye nalijua soka, Ally Kamwe alichokitumia ilikuwa ni niseme kwamba alikuwa, unajua unaweza ukawa ukajitekenya mwenyewe na ukacheka mwenyewe, kwa sababu makombe aliyochukua Simba ni makombe ambayo alikuwa nayo Yanga. Kombe la Muungano bingwa mtetezi alikuwa Yanga ambaye alichukua msimu uliopita nadhani, ndio. Kombe la FA bingwa mtetezi alikuwa Yanga. Na Simba hayo makombe yote ameachukua. Kombe la Muungano amelichukua kwa kumfunga Yanga, finali walicheza. Kombe la FA amelichukua kwa kumfunga Azam. Kwa hiyo moja kwa moja Yanga katika paredi lake kuna makombe mawili ambayo alikuwa amepungukiwa, ambayo msimu uliopita yalikuwepo katika paredi lao. Alikuwa na makombe matatu ambayo amechukua kwa msimu mmoja. Kwa hiyo mimi naona Alikama alichokitumia ni kama kuwatoa mashabiki wao kwenye washindwe kujua kwamba sisi haya makombe wenzetu waliochukua tulikuwa nayo sisi kama watetezi, lakini haya makombe wameyachukua. Kwa hiyo moja kwa moja inaenda kuonyesha udhaifu wa Yanga waliokuwa nao msimu huu. Sababu kama wangekuwa bora kama msindani ilitakiwa watetee mataji yao yote waliochukua. Kwa hiyo udhaifu waliokuwa nao umesababisha kwenda kuporomosha makombe mawili ambayo mpinzani wao amechukua. Ni kweli toka ameingia mdhamini huyu ambaye ni NBC katika ligi kuu ya Tanzania bara, Yanga amekuwa akichukua makombe kwa misimu mitano mfululizo. Lakini hata Simba kuna misimu mitatu kama sikosei, minne. Amechukua misimu minne na yeye Yanga alisurvive kwa hiyo misimu minne kuyapata makombe ambayo alikuwa ni mdhamini mwingine. Kwa hiyo hizi timu za Simba na Yanga zimekuwa, ukiangalia historia yao, hizi timu toka kuanzishwa na toka ligi ianzishwe mwaka 1965 ni timu ambazo zimekuwa ubingwa zikipokezana, wao kwa wao. Utasikia wewe alichukua mara 4, huyu akachukua mara 5, ipo hivyo. Alikuja kuingia tu Mtibwa pale mwaka 90 ngapi na 2000 nadhani alichukua mara 2 na yeye. Akaja akaingia Azam hiyo 2010 ngapi 12 13 nadhani. Kwa hiyo ni vilabu ambavyo vimekuwa kwenye mashindano ya ligi kuu toka kuanzishwa, ni vilabu ambavyo vimekuwa vinapokezana huo ubingwa. Kwa hiyo sio kitu cha ajabu. Haya, katika moja ya hizi paredi ambazo zimefanyika, ilianza paredi ya Yanga, ikaja paredi ya Simba Sports Club, lakini kuna tukio ambalo limefanyika katika paredi ya Simba Sports Club baada ya kupita katika eneo la Jangwani, kwamba msemaji Ahmed Ally alisema kwamba tukifika eneo la Jangwani kwamba watu wakachimbe dawa, lakini dawa ambayo tumeona imeenda kuchimbwa pale watu wamepromosha na kinyesi. Hii kwako imekaaje kama mshabiki wa Simba Sports Club ambao ulikuwa kwenye paredi hiyo? Mbona swala la kupigwa mashabiki wa Simba mayo hujalitamka? Hebu twende kwanza hapa afu tutarudi katika mashabiki wa Simba kupigwa. Hebu ngoja basi. Ipo hivi, hili swala linaendana na mashabiki wa Simba kupigwa mawe. Kwa hiyo litakiwa uliweke ili mimi nitakapokuwa natiririka nitiririke na likiwepo na hilo swala. Haya, tiririka yote kwa pamoja. Ipo hivi, Simba paredi lao waliweka taratibu zao kwamba litapita wapi na litapita kwa watani zao kama watani wao wanapopitaga katika mitaa ya Msimbazi. Sasa swali langu kwako kwamba umeshawahi kuona hata siku moja katika paredi walizofanya Yanga ndani ya misimu mitano na kutupa majagi pale Msimbazi ikatokea shabiki yoyote wa Simba akashika jiwe kuwapiga Yanga? Swali nimekuuliza, nataka unijibu kwa ufupi niendelee. Wewe endelea.
Ipo hivi, ni kweli nimeangalia mtandaoni wametoa sababu zao baada ya wachambuzi, waandishi wa habari na wadau wa mpira wa miguu Tanzania kulalamikia kile walichokifanya Yanga jana. Ndio? Yanga baada ya kulalamikiwa na wenyewe wamekuja na hoja na sababu zao ambazo wanaona kwamba itakuwa ni kivuli cha kujifichia kwa kile walichokifanya, kusema kwamba ni watu waliokuwa wanajisaidia haja kubwa ndo sababu ya wao kuchukua mawe na kuwarushia mawe. Iko hivi, kila nchi inaendeshwa kwa sheria. Ndio? Na sasa hivi kuna utandawazi. Leo hapa mimi nazungumza nachukuliwa na kamera. Wewe unasema tukio hili la Yanga kutoa nani zao za msingi kwamba kusema kwamba kuna watu walikuwa wanajisaidia haja kubwa, umeliona mtandaoni. Simba, mashabiki wa Simba kama walifanya hivyo ni kosa, na Yanga wao mashabiki wa Yanga kuwapiga mashabiki hao waliofanya hivyo kuwapiga na mawe ni kosa kisheria. Kwa sababu kosa halihalalishi kwa kosa. Yaani mfano tu mechi ya juzi ya Simba na Azam, Feitoto alipewa kadi nyekundu. Sababu ya Feitoto kupewa kadi nyekundu ni nini? Libasi alifanya kosa, alimshika Feitoto. Lakini Libasi kitu kilichomsaidia kipindi anafanya lile tukio mwamuzi hakuona. Feitoto akareact. Akashikwa na hasira. Alichokifanya Feitoto ni kurudisha. Tena alirudisha kwa mara ya kwanza mwamuzi hakuona. Akarudisha kwa mara ya pili. Kwa hiyo kilichomhukumu Feitoto ni nini? Ni kurudisha. Umeelewa? Ule mwamuzi anapowekwa pale ni kusimamia matukio ambayo sio ya kimichezo ndani ya uwanja na kutoa haki kwa timu itakayochezewa. Kwa hiyo hata Yanga kama waliona kuna mashabiki wa Simba wamefanya hicho kitendo, tuna simu, walitakiwa kuwarekodi wale wanachofanya kile kitendo, wakachukua sheria, sababu vyombo vya sheria vipo, na sio kuchukua hukumu, yani kujichukulia wewe sheria mkononi kumpiga mtu mjiwe, ni kosa. Brother James, tuko katika pitapita za kimichezo. Kuna moja ya jambo ambalo amelizungumza Ali Kamwe, msemaji wa Yanga Afrika, amesema mwakani tena. Hii kauli kama watu wa Simba Sports Club mnaibeba kwa muktadha upi? Anasema kwamba slogan yao ambayo wamezindua mwakani tena. Wewe hii umeichukuliaje? Nimeipokea vizuri, lakini najua kwamba na mimi yani ameniongezea nijiandae mara mbili yake. Sasa kama nilikuwa nataka nijiandae mara moja, najiandaa mara mbili yake. Maana kama sema mwakani tena, wakati na mimi mwakani nataka nipite humo hadi anakotaka kupita yeye. Kwa hiyo najiandaa mara mbili yake. Ili nichukue CRDB, nichukue NBC, nichukue na Ngawesani. Yaani najiandaa mara mbili yake. Kwa hiyo unajiandaa mara mbili yake na wewe unataka uchukue hiyo. Kwa hiyo kauli yao kwa mashabiki wa Simba wanaona kwamba haina mantiki yoyote, maana yake amekuongezea kasi ya kufanyaje, ya kujiandaa, si ndivyo? Ameniongezea kasi, na kiangalia timu yangu ilivyo na yeye timu yake ilivyo, wachezaji wanataka wengi, wanataka kuondoka. Kwa hiyo mimi nawapa matumaini mashabiki wao kwamba yani wataendelea kupambana, lakini najua kwamba kwa sasa hivi Simba ndio timu bora na ndio timu ambayo imejipata kwa kasi na kwa hali ya juu sana, kutokana na wachezaji ambao wako Simba na uzuri wa Simba, kwa sababu wachezaji wetu muhimu wote wana mikataba. Kwa hiyo yeye Ali Kamwe ameangalia mbali kwamba awape imani mashabiki wa Yanga kuelekea msimu ujao. Tukigeukia katika klabu yako pendwa ya Mnyama, kwamba Mnyama alifeli usajili dirisha kubwa, akaja kupatia usajili katika dirisha dogo na kuibusti timu yake kumaliza NBC nafasi ya pili. Sasa wewe ungewashauri nini viongozi wa Simba kwa jinsi timu ya Simba Sports Club kwa jinsi sasa hivi jinsi ilivyo? Ungewashauri nini? Kuna sehemu ya kuongeza au kuna sehemu ya kupunguza au inatosha? Kwanza usajili wa kwanza inabidi wabaki na Steven Becker, ndio usajili muhimu wa kwanza kabisa wabaki nao. Alafu cha pili waangalie wachezaji muhimu ambao walikuwa first 11. Mfano eneo la midfield Alassane Kante. Kama watapata zaidi ya Alassane Kante inabidi wamwache. Kama watapata Ino Luemba zaidi ya Ino Luemba inabidi wamwache. Kama watapata zaidi ya Selemani Mwalimu inabidi wamwache. Na wao mtafutie tena zaidi ya Selemani Mwalimu. Kwa hiyo cha kwanza ni kubakiza wachezaji muhimu, afu ndio uende sokoni sasa uangalie ambao watakuja kukusaidia kwenye msimu unaofuata. Mimi timu yangu naona ina marekebisho zaidi wachezaji 3 4, yani sehemu chache sana. Kwenye eneo la goalkeeper, kwenye eneo la fullback wa kulia, kwenye eneo la midfield, kwenye eneo la namba 10, na eneo la namba 9. Yaani ndio maeneo muhimu ambayo Simba inabidi wazingatie. Lakini wakileta siasa zao kwamba deal pale 10% waache 17, wasajili 17, tarudi kule dirisha kubwa tutafeli, tarudi tena dirisha dogo, tutajipata yani wataishia
yani watakuwa kila siku wananiambia tunatengeneza timu, mwisho siku hamna tunachokipata. Kwa hiyo na wote waomba wabakize kwanza wachezaji muhimu, afu ndio waende sasa msituni kutafuta silaha ambazo zitafanyaje tafikisha nchi hadi. Wachezaji muhimu wabaki, afu ndio wafanye usajili wa wachezaji wachache mno. Sio kusajili wachezaji 17, 16 inakuwa utengeneze timu, unatengeneza timu mpya tena. Tukiacha katika upande wako wa mnyama Simba Sports Club, hebu tugeukie katika njano na kijani. Njano na kijani leo wamemwacha striker wao Prince Dube. Kwako wewe, kwa mtazamo wako, walikuwa sahihi Yanga sasa hivi kumwacha Prince Dube? Kwanza Dube, Yanga hawajamwacha Dube, ila Dube kawacha Yanga. Hizo ndo taarifa ambazo yani hizo ni uhakika. Na ni uzuri, nilikuwa na chati na jamaa wangu mmoja hivi, yuko ni mwandishi, amenihakikishia kwamba Dube walikuwa tayari kumuongezea mkataba, ila Yanga ofa yao ilikuwa ndogo. Umeona? Kwa hiyo Dube kawacha Yanga. Yaani Yanga walikuwa tayari kumwacha Depu. Ndio ilichukua lao chaguo la kwanza kumwacha Depu. Ila Dube ndio ilikuwa chaguo la kwanza kufanyaje? Kumbakiza. Lakini maslahi binafsi ya mchezaji ndio yamekuwa madogo. Ndio maana Dube kafanyaje? Katimka. Na Dube umeanza kuongea naye kumuongezea mkataba mpya toka mwezi wa pili mwaka huu, toka mwezi wa pili. Mazungumzo yameenda lakini yamefanyaje? Yameshindikana. Kwa hiyo Dube yeye sio kwamba Yanga wamemwacha. Dube kawacha Yanga. Yaani mtu asije kudanganya kwamba Dube amefanyaje. Dube ile kwa anataka signing fee milioni 500. Signing fee mwaka hii miaka miwili. Na maana mwaka mmoja wampe milioni 250, mwaka unaofuata wampe 250. Umeona? Lakini sasa Yanga wenyewe walikuwa tayari kumpa milioni 300 ambacho Dube ameona kwake, yani kwake hiyo ofa afanyaje? Haimfai, ndio maana karudi kwao Zimbabwe. Kwa hiyo Yanga hawajamwacha Dube, na Dube kawacha Yanga. Tukigeukia katika hizi paredi mbili ambazo zimefanywa katika kombe la NBC Premier League na pia katika CRDB Cup, paredi gani ambayo wewe ilikukosha kama mshabiki wa mpira? Paredi zote zili happen, unajua zote zili happen, zilikuwa nzuri, na ukiangalia kila timu imepita kwenye eneo la mpinzani wake kutamba, lakini na imani paredi ya Simba imekuwa beta kwa sababu imeandaliwa ndani ya masaa, sio ndani ya siku. Unajua watu wametafuta mpaka kina Ndalo wamemtanani kikofia nani kamanda kikofia wamemtafuta. Kwa hiyo ukiangalia watafuta wachekeshaji, wasanii nini ili kuwavutia mashabiki. Lakini ukiangalia Simba ndani ya masaa machache wana Simba nani wamefanyaje, wameitika. Na kitu ambacho kimekuja kuchagiza zaidi ni zile gari za Simba mbili. Liza moja ya Simba, moja ya mwenyeji Ruti kuza jezi. Nadhani hicho ndio kimeenda kuibutu zaidi na parade ya Simba. Ukiangalia mashabiki wa Simba walikuwa wanasubiria gari kwa hamu waione. Afu hapo unachukua CRDB kwa kumfunga Azam timu kubwa. Hapo unamtambia yule ambaye amejiandaa siku 4, wewe umejiandaa nani hata masaa 15 yafiki. Lakini umeona kilichotokea, watu wamefurika, wameitika. Jangwani kimehappen hapo, watu tumefukuzwa kwa mawe, lakini sio mbaya, lengo letu limefanyaje? Limetimia. Kwa hiyo mimi naona parade ya Simba ilikuwa beta kuzidi ya Yanga. Kwa kumalizia, mshabiki wa Simba, kauli ambayo amezungumza msemaji wako Ahmed Ally katika ile paredi kwamba tukifika katika eneo la Yanga Afrika itakuwa ni sehemu ya kuchimba dawa, alikuwa sahihi kuzungumza maneno hayo? Binafsi kwenye hilo mimi siwezi nikamtetea kwa nafasi yake, kama kweli alisema wachimbe dawa. Lakini sasa sijaangalia yeye alimaanisha nini, kwamba Jangwani ni polini sana mpaka aseme tukachimbe dawa. Mimi hiyo kauli kwa kweli mimi sijaipenda, lakini naye ameangalia mazingira, kwa sababu Msimbazi pale ni town pale, na wenyewe unajua kama kufika Msimbazi pale hamna sehemu ya kuchimba dawa. Lakini ukiangalia labda ameangalia maeneo vifusa vile umejificha nini pale, ameangalia mbuzi wako kule gereji, magari mabovu yote mabovu yapelekwa kule. Kwa hiyo ameangalia kama kichaka fulani cha kuchimba dawa. Kwa hiyo ameangalia location, hata kama unasafiri wanaangalia sehemu tu ya kusema kama unachimba tu dawa, wanaangalia sehemu muhimu utakaokaa utachimba dawa. Kwa hiyo kama kiushabiki yalikuwa sahihi, lakini kimpira kazingua, kwa sababu ni eneo la watu la kibiashara, watu wana. Kwa hiyo kama kaongea hivyo kimpira kakosea. Asante sana blaza. Asante pia. Paredi mimi ilionikosha paredi ya Yanga, kwa sababu ilikuwa paredi ya kiungwana, paredi ya kiustaarabu, na paredi ya watu ambaye wanio kivukizi vigezo vya kisheria za nchi. Kama paredi ya Yanga imekukosha kwa sababu kwa mantiki ulizozungumza, lakini kuna tukio ambalo lilifanywa na Yanga hao katika hiyo paredi yao ambayo ilifanyaje imekutosha, kwamba Alikamwe alipofika katika viunga vya Msimbazi aliwadhiaki Simba kwa kuchukua jagi na kuwatikisia na kuwarushia. Kwako kama mwana Yanga na shabiki wa Yanga, ulikuwa na hisia gani katika kitu kama kile? Hisia ile maana yake mafariji. Unajua siku zote mtu alipokuwa amekosa, alafu ukimpa moyo kwa mwanangu endelea kupambana utapata, inakuwa umemfariji. Kwa hiyo kifanya Alikamwe kwamba Simba walikuwa na uhaba wa makombe, na hata ile alichokitikisa ni mfano wa kombe. Amwambia tu ndugu zangu muendelee kupambana,
labda baada ya miaka 10 mnaweza mkapata, maana akaoneshia mfano wa kombe, sio kwamba labda akawadhi haki, bali kama vile kenda akawatia moyo wapambane, watakuja kupata ile kombe Morocco amechukua Yanga. Baada ya paredi ya wananchi ikafata paredi ya Simba Sports Club. Simba Sports Club walipita katika eneo la Jangwani na watu wa Jangwani wao wanasemekana ni mashabiki wa Jangwani, wakachukua mawe na kuwatupia Simba. Hivi kitendo hiki kwako wewe kinaleta afya mpira wetu wa Kitanzania? Kitendo chokifanya Yanga jana kwangu mimi, kwa nilivyofuatilia mazingira, kwamba kwanza Yanga itakiwa wapongezwe kwa kitendo chokifanya. Kwa sababu gani nasema hivyo? Yanga walipita barabara ya Msimbazi ambapo kuna klabu ya Simba barabara, lakini kule Yanga klabu yao iko mtaa wa Twiga na Jangwani. Simba mimi nilikuwa ninawasikiliza walipokuwa nakaribia pale Jangwani, walikuwa nasema twende Jangwani tukachimbe dawa, walikuwa naimba kama hivyo. Kwa hiyo walipofika pale Simba, asilimia kubwa mashabiki wao walivua nguo, walikuwa wataka wanye. Sasa nikwambia kitu kimoja kwamba Yanga ni timu kweli ina asili ya upwani, lakini kwa uelewa kwangu mimi, mwanamume nilipovua nguo mbele ya mwanamume mwenzake, maana yake anaashiria kuna kitu atakafanyiwe. Sasa Yanga wao mifumo hiyo hawana. Kwa kitendo walichofanyia Yanga Simba, kitendo kama vile cha kuwaonya kwamba kitendo mlichokifanya kwa kitendo si kitendo kizuri. Hivi nikuulize wewe mwenyekiti, kwa mfano hivi jana Simba kitendo chokifanya kuvua nguo pale, wangebakwa kesi ingekuwa ya nani? Ingeonekana kwamba Yanga wabaka Simba Jangwani. Sasa Yanga kitendo chokifanya maana yake ni kujiridhisha, kwanza logo yao yenyewe inasema daima mbele nyuma mwiko. Kwa kitendo walichokifanya Simba, walikuwa wanaashiria kwamba kuna kitu wataka wafanywe kutoka kwa Yanga. Kwa hiyo Yanga vile wao hawana mazingira hayo. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa mmong'onyoko wa maadili, Yanga atakiwa wapongezwe. Tukienda katika tetesi za usajili, tunasema timu bora huwa ubakisha wachezaji wake bora, lakini leo Yanga Afrika tunaona Prince Dube anaondoka katika timu yenu. Hii kwako unaizungumziaje? Ni kweli kwamba timu bora ubakisha wachezaji wake bora. Dube ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye tumekaa nao muda mwingi, tumeona mchango wake, lakini Yanga sasa ina malengo makubwa zaidi ya aina wachezaji kina Dube, kwa sababu malengo yetu sasa hivi ni kufanya vizuri katika michuano kimataifa. Hawa wachezaji tuliokuwa nao tumekaa nao kwa msimu mingi tu, kwamba tumeona kwamba uwezo wao ndio hapo walipotufikisha, ndio uwezo wao unaishia hapo. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida kwamba Yanga wameondoa Dube, watamleta zaidi ya Dube ambaye anaweza akaja akakidhi vigezo na akatupush tukafikia malengo tunayokusudia. Msemaji wenu katika kuzindua hii paredi yenu anasema kwamba kuna msemo mmeuzindua mwakani tena. Hii ina maana gani kusema mwakani tena? Mwakani tena kwa maana kwamba Yanga, kwa nikwambie tu usichokijua kwamba kwa ligi ya Tanzania, yani maana yake Yanga anatekeleza tu kwamba taratibu za kimpira, taratibu za kinchi. Maana yake kwamba mimi sijaona kushindwa, maana akasema mwakani tena. Usichokijua, yani Yanga mwakani anachukua tena ubingwa na yani maana yake Yanga anachukua mara 10 mfululizo. Unisikiliza vizuri, Yanga anachukua mara 10 mfululizo. Na kama utabisha kauli yangu hii rekodi, mimi binadamu naweza nikapoteza uhai ukasema kwamba yule bwana alituongopea au alisema kweli, mara 10 mfululizo. Kwa mwakani tena maana yake anamaanisha kwamba tulichokifanya mwaka huu tutakuja kufanya tena mwakani. Ndio maana kwamba sasa hivi sisi tunataka tusaidie wachezaji kufocus katika michuano kimataifa hapa Tanzania. Yaani ligi kuu ya Tanzania bara, Yanga hana mtu wa kuweza ni kumpa challenge katika sura ya kimpira. Asante sana blaza. Shukrani.